Basi tusimame kwa ajili ya kusikiliza somo la dini. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili kama alivyoandika Mathayo Mtakatifu. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili kama alivyoandika Mathayo Mtakatifu sura ya 10. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili kama alivyoandika Mathayo Mtakatifu sura ya 10 tukianza na aya ya 34. Sidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na mke mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokea ninyi anipokea mimi, naye anipokea mimi ampokea yeye aliyemtuma. Ampokea nabii kwa kuwa nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokea mwenye haki kwa kuwa mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu yeyote atakayemnywesha mmoja wa wadogo hao na kikombe cha maji baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amin nawaambia, haitapotea kamwe thawabu yake. Na hili ndilo neno la Bwana. Kristo. Naomba tukae. Nikaribishe wale wenye sadaka ya zaka wasogea mbele. Wenye sadaka ya fungu la 10. Bwana sehemu yangu unafika yangu wewe katika sura ya 3 kuanzia mstari wa 9 na kuendelea ya kwamba tulete zaka kamili ili kiwemo chakula kwenye ghala yao. Na Mungu wewe umeturuhusu tu kujaribu kwa njia hiyo, na ukasema kama uone kama hautufungulia badilisha mbinguni ukanimwagia baraka kwa tukakosa mahali pa kuweka au la. Lakini pia umeahidi kuzuia yule anayetaka kuharibu kazi zetu, mashamba yetu na biashara. Watoto wako wako madhabahuni pako, mbele ya madhabahu yako wakiwa na sadaka ya zaka. Bwana Yesu, naomba ukaipokee, ukaitakase, ifanye kazi yako sawa sawa na neno lako Bwana. Ukawakumbuke, ukaangalie kwenye viango vya mapato yao, ukaangalie kwenye biashara zao, ukaangalie kwenye kazi zao, ukaangalie kwenye maisha yao, kwenye uzao wao, waione ile neema, wasione ile baraka mpaka ukose mahali pa kuweka. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, amen. Oh,
Yesu nakupenda mbali yangu. Tutakuwa tutoa sadaka zetu Jumapili ya leo. Yesu nakupenda. Mungu akubariki sana kwa kufuatia ibada hii. Kwa njia hii tunapoachilia sadaka hapa, ili sadaka ya Jumapili ya leo, na unaweza kuachilia sadaka mbele yako hapo. Kuna account number ya kanisa inapita hapo, kuna lipa namba ya kanisa inapita hapo. Achilia sadaka hiyo, napoomba maombi hapa, na Mungu atakubariki sana. Mungu akubariki sana kwa kuachilia sadaka yako mahali hapo. Twende kwa tuwa pili. Moyo umejaa mapenzi.
za kanisa tukia hapa, nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unga mkono wako na naye. Mbele yako mkono kama mchungaji msalimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Kama mchungaji, kama kuhani wa dhamu niliyepewa kusimamia kanisa hili kwa muda, ninawashukuru sana kwa moyo wenu wa upendo. Inaonyesha jinsi gani mnavyopenda Mungu ndani yenu. Inaonyesha jinsi gani mlivyojitoa kwa ajili ya Bwana, kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kumjengea Mungu madhabahu. Ninapoona hiyo kazi inayoendelea, ninakuona wewe ni sadaka yako wewe. Ninapoona hii kazi inaendelea, ninaona upendo wako wewe kwa Mungu. Yesu unapompenda Mungu. Maana ungekuwa umpendi Mungu, usingetoa hiyo sadaka kujenga madhabahu. Lakini kwa sababu unampenda Mungu, na ndio maana umetoa hiyo sadaka. Mungu awabariki sana. Ndani ya moyo wangu ninasikia amani, ninasikia furaha kwamba niko mahali sahihi, niko na watu sahihi. Mmenitia moyo, mmenitia nguvu sana. Nasikia nguvu ya kuendelea kumtumikia Mungu, kwa sababu najua ninaongoza watu ambao wanampenda Yesu. Ninaongoza watu ambao wanamtumikia Yesu. Mungu awabariki sana. Yaani pale ulipochota na kupunguza, hata kama umetoa 1,000, Mungu akaiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea kuomba nguvu ile ile tuliyoanza nayo, tushikamane nayo, tumjengee Bwana madhabahu, ili mahali hapo watu wakiingia kulitia jina la Yesu, Mungu azikumbuke sadaka zetu, Mungu akumbuke kazi zetu, Mungu akumbuke watoto wetu. Ni kazi kubwa, lakini ni wewe uliyesababisha. Mpe mkono jirani yako, mwambie Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi hii ndio tumeianza. Kwa kadri unapokuja kila Jumapili utakuwa unakuta mabadiliko. Kwa bado tutaendelea kutoa sana mpaka tutakapofika mahali tunasali katika kanisa zuri la ghorofa. Kuna wengine wanakaa juu, kuna wengine wako chini. Tunapata mahali pazuri kwanza, napata mahali pazuri pa kumsifu Bwana. Ninaamini iko siku tutamtukuza Bwana, na hiyo siku haiko mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami kama kuhani wa dhamu nataka kuomba kwa ajili yako. Kwa hiyo sadaka ulikwisha kuachilia, nataka niombe kwa ajili yako ili Mungu akubariki zaidi. Lakini pia nataka niombe kwa ajili ya sadaka ya ujenzi ya siku ya leo. Simama kwa miguu yako. Kamata sadaka ya ujenzi. Shikilia tu sadaka ya ujenzi. Nyosha mkono wako wa kulia na siku hii ambao umeshika hiyo sadaka yako. Nataka kuomba kwa ajili yako sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, pokea utukufu, pokea heshima, pokea uwezo. Ni wewe Mungu, kwa majina yako na kwa nyakati zako, ee Bwana, umeturuhusu watoto wako tukujengee madhabahu. Kama vile ulivyosema na Daudi ajenge madhabahu, na ukaruhusu Sulemani ajenge ile madhabahu. Daudi na watu wako walipotoa sadaka, Daudi akasema, mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa namna hii?
vinavyotoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tunakutolea. Bwana, mimi ni nani na watu wako ni nani hata tuweze kujenga madhabahu? Bwana, vitu vyote Mungu ni vya kwako, na wewe ndio umetubariki, na asante kwa ajili ya kutupa moyo wa kukupenda wewe Mungu, na kwa ajili ya sadaka kwa ajili ya kujenga madhabahu yako, ili jina lako lipate heshima, ili jina lako litukuzwe, ili wewe Mungu waabudiwe katika roho na kweli, ili kila atakayeingia mahali hapa akutane na Mungu, akutane na nguvu yako, akutane na uwepo wako. Mungu, tunakushukuru. Kumbuka sadaka ya kila moja. Katika Zaburi ya 20 umesema mstari wa 5, uzikumbuke sadaka zetu. Bwana, hata kama mtu ametoa 100, Mungu ni sadaka yake ikumbuke. Ikumbuke ile sadaka mama mjane. Ndio Bwana. Kumbuka Bwana. Hata aliyetoa 1000, kumbuka Bwana. Baba, kumbuka. Angalia kwenye biashara yake. Angalia kwenye biashara yake Bwana. Angalia kwenye kazi yake. Pale ambapo wanamdhulumu, wanashindwa kumpa haki zake. Angalia Mungu anayetafuta kazi. Angalia Mungu kwa ajili ya masomo yake. Angalia Mungu kwa ajili ya uzao wake. Angalia Mungu kwenye miradi yake. Bwana, usisahau. Kumbuka sadaka hii. Kumbuka sadaka hii. Kumbuka sadaka hii Bwana. Kumbuka sadaka hii Bwana. Mungu, ulimkumbuka Ibrahimu alipokujengea madhabahu. Ulimkumbuka Ibrahimu alipokujengea madhabahu. Ulimkumbuka Daudi alipokujengea madhabahu. Watoto wako Bwana wameachilia sadaka kwa ajili ya kujengea madhabahu. Kumbuka sadaka zao. Kumbuka sadaka zao. Kumbuka uzao wao katika jina la Yesu. Angalia kilio cha mama yule. Angalia kilio cha baba yule. Angalia kilio cha binti yule. Bwana, usimwache akateseka. Ameachilia sadaka kwenye madhabahu yako. Usimwache akadhulumiwa. Ameachilia sadaka kwenye madhabahu yako. Usimwache akaibiwa. Ameachilia sadaka kwenye madhabahu yako. Mungu kabla kuwa mlinzi wake. Mungu kabla kuwa mfadhili wake. Mungu kabla kuwa wakili wake. Katika jina la Yesu. Kama tunaachilia sadaka ya ujenzi, Mungu ukaibariki, ifanye kazi yako sawa sawa na upenzi yako Bwana, katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru, amen. Chapie Yesu makofi na vigelegele kwa kupokea baraka hizo kutoka kwa Bwana.
ulimaliza, lakini unasikia maoni mwako kuiva, kuachilia sadaka, kuongeza. Karibu sana, karibu tu, karibu tu. Karibu tu kuongoza sadaka. Kama ni aina sadaka ongeza. Karibu tu. Bwana asifiwe. Nimesimama hapa kwa niaba ya chama kinaitwa Tuyame Group. Huwa tunafanya shughuli za chama hapa kanisani. Tulichagua ukumbi huko, na Jumapili iliyopita tulikuwa na mkutano mkuu. Mimi ndio mhasibu wa chama hicho. Chama cha watu wa asili ya Kigogo, na tuliwapa kadi kwa ajili ya kuchangia ujenzi. Kwa hiyo chama kiliahidi kutoa mifuko 10 ya simenti. Kwa sababu hiyo mimi ndio mhasibu, nitaziwakilisha wiki hii. Nitawasiliana na mwenyekiti ili tuweze kutoa hizo fedha ili ziweze kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na nichukue nafasi hii kuwakaribisha watu wa Kigoma waweze kujiunga na chama hicho. Chama cha watu wenye akili timamu. Amina. Wanafanya vitu, niseme tu wazi, kina shamba kilinunua shamba huko Kisesa kwa mbele huko, mpanda miti. Tulipokuwa tunaandikisha kule kwa mtendaji wa kijiji kile, alisema ni chama cha kwanza kiona katika wilaya yake ya Mama, wilaya ya Mama. Na pale sasa hivi tunafahamika, kuna miti. Kwa hiyo tunawakaribisha. Kiingilio ni shilingi 500 za Kitanzania. Maana kina rasilimali karibia naingia milioni 50 sasa ambayo kinacho. Mimi ndio mhasibu. Bwana asifiwe. Tunawakaribisha sana. Mchungaji, samahani nimeongea na maneno mengine ambayo hakustahili. Bwana asifiwe sana. Mwenyekiti wetu amesafiri, lakini katika ile hela aliyokuwa ameahidi amepunguza leo 100,000. Piga makofi kwa Yesu. Na mke wake katika hela alikuwa ameahidi anaongeza 30,000. Piga makofi kwa Yesu. Sikia, hii bado tunamalizia awamu ya kwanza ya kuchangia, hatujaingia awamu ya pili. Amen. Kwa hiyo kama unajisikia kuongeza, ongeza tu. Jana kuna mtu mmoja alikuwa anambia, alipita hapa, mwinjilisti alikuwa anambia, alipita mama mmoja, yeye alikuwa ni Mwanglikana, ameolewa na Mloma. Alipoona kazi naenda, akasema ninafanyaje na mimi nitoe hii sadaka? Nikamwambia mwinjilisti, wewe ungemwambia alete hiyo sadaka. Nikamwambia hakikisha huyo mama tunaenda kumtembelea, anasali Roma, lakini alipoona tu ujenzi akasikia upako wa Mungu na yeye kuachilia sadaka. Amen. Lakini pia kuna ndugu mmoja alikutana na nadhani sijajua ni nini na anasali kanisa la Kana kule Sikiseke. Aliposikia akasema Kirumba wanajenga gorofa, ni lazima na mimi nitoe sadaka. Hata kama watu wengine wanasikia nguvu ya Mungu kutolea sadaka, mimi je? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa niombe sana tushikamane kwenye ujenzi. Hebu mpe mkono wake jirani yako, mwambie mchungaji anakuomba. Tushikamane kwenye ujenzi huu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo nilitoa, ninaongeza tena 200,000. Kama unajisikia kuongezea, hata kama ulimaliza unajisikia kuongezea, karibu joto. Hata kama una 1,000 mbele za Mungu ina thamani kubwa sana. Kwako inawezekana ni ndogo, lakini hiyo 1,000 inaweza kununua msumari.
kupokea sadaka. Karibu. 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 Bwana asifiwe. Nashindwa kusema ila kwanza niwapongeze wa mwisho huu wa ujenzi wa madhabahu ya Bwana. Naombe familia yangu Vanessa mwanangu, simama wasimame ndipo. Simama, asante. Na familia ya watoto watatu, wawili wadogo wako hapo nje kwenye vipindi. Baba mchungaji, mimi ni mgeni hapa, lakini nimefika hapa ilikuwa siku ya Jumapili. Nimependa tu ibada. Bwana asifiwe. Nilikuwa na siku natafuta yani sehemu penye ibada. Unajua kuna ibada na kuna kusababuko, yani kuna hii vitu kabla. Bwana asifiwe. Sasa huwa na kanuni, nikienda ibada nisipotoka na kitu hapo kwenye hilo kanisa siwezi kurudi tena. Bwana asifiwe. Lakini niseme tu, nilipofika hapa niliona ibada. Sasa sisi kama familia tutashika. Basi mwanangu aseme karibu. Basi kama familia kwenye ujenzi huu tunatoa kabisa kumaliza na 500,000. Hiyo fedha nafikiri nitawakilisha muda wote kwa sababu shughuli bado inaendelea, lakini mimi niseme kwamba mimi wa hapa tayari. Naishi hapo Jiwe Kuu. Nipo Jiwe Kuu na mnielekeze mtani bado natoa kwa wageni sadaka za kawaida. Mtanielekeza Baba Mungu wa mbinguni. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Kabla sijaachia hii nafasi, kuna mwingine? This is Stephen. Bwana Yesu asifiwe sana. This is Stephen. Jumuiya zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumuiya zote. Kila jumuiya ilipangiwa milioni 5. Hii awamu ya kwanza haijaisha. Muendelee kuhamasishana mkamilishe hela mliopangiwa kabla tujaanza awamu ya pili. Na kila kundi lilipangiwa milioni 1. Kama kundi lako halijakamilisha, hakikisheni na hamasishana kamilishe. Kwa niombe sana kila jumuiya, na kama jumuiya Jumamosi mlikusanya hela yote ya ujenzi mnaruhusiwa kuleta. Kama Jumamosi kwa jumuiya zetu mlikusanya hela ya ujenzi, karibu mnaruhusiwa kuleta kitu ujenzi na kitu kusema. Kanisa naomba tusimame. Usiondoke kwa ujenzi. Wajumbe wengine wakamata ujenzi, usogee mbele. Na katibu wa kanisa
Katibu wa kanisa yako mbele. Sasa tunyoshe mikono tuombe kwa ajili ya watu. Wanafanya kazi kubwa sana. Wanajitoa wakati mwingine nakuta wanashinda mahali hapa. Angalia madhabahu huko na tuombe. Nyosha mkono wako tuombe kwa ajili yao. Na tumwombee na mwenyekiti mahali aliko huko kwa Mungu akamlinde, na katibu na wengine wote ambao wajumbe hawapo. Tuwaombee. Mwenyekiti wetu anaitwa Mgenyarapa, katibu wetu anaitwa Victor, na wajumbe wengine wote na hapa walioko hapa. Twende kuomba kwa ajili yao. Mungu awape neema, Mungu awape ulinzi, Mungu awape baraka wanapojitoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Bwana, tazama watoto wako hawa kwa moyo mweupe kabisa wa kukupenda, wamejitoa Bwana Yesu katika nafasi ya kwenye kamati ya ujenzi wa kanisa hili kukujengea madhabahu yako. Wanatoa muda wao, wanatoa sadaka zao, wanatoa ujuzi wao na akili zao ili Mungu kuhakikisha kujengea madhabahu. Tunamkabidhi mwenyekiti wetu Mzee Nyalamba mahali alipo, tunamkabidhi na Victor mahali alipo, na kabidhi na wajumbe wote hao waliopo hapa na wasiopo hapa, tunawakabidhi mkononi mwako, tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu, kumbuka sadaka zao, Mungu kumbuka muda wao wanaotoa, Mungu kumbuka akili zao na ujuzi wao wanaotoa kwa ajili ya ujenzi wa madhabahu yako. Ukaachilie ulinzi, ukaachilie baraka, ukaachilie neema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaomba na kushukuru. Watu wote tuseme amen. Hallelujah, hallelujah. Sogezeni hivyo vitabu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako tena, mchungaji anakupenda kwa jina la Yesu. Nasikia raha kukaa katikati ya watu sahihi. Nasikia vizuri kukaa na watu wanaomjua nani. Naomba usimame tumsifu Bwana. Mwambie moja kusifu kwa kuabudu kuja kwenye neno. Yesu nimerudi tena, Baba nakushukuru, wengine sijui ila nilipo nimejua umenitendea. Haleluya. Mr. Bonge tafadhali. Njoo mtumishi wa Mungu tupe sifa. Haleluya, haleluya. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Munisamehe kidogo kwa sababu napenda vitu vilivyokamilika, na mnaoimba muwe katika ustandard wenyewe. Wametoka. Hili kanisa limeshabadilika. Basi kwa hivyo nini? Baba mchungaji, hiki kipengele kinachomikalia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi tutaenda hivyo itakavyokuwa, lakini jipeleke kitu na Mungu ili mambo yasiharibike. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna usiloweza. Hakuna
Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye yuko katikati yetu. Ndio Bwana. Asante kwa sababu wewe ndiye uliyetukusanya mahali hapa. Yes. Baba, unatujua ndani ya mioyo yetu, unatujua kiu yetu, unatujua njaa yetu. Mungu, wewe ndio unacho chakula cha uzima. Naomba ukatupe chakula cha uzima katika jina la Yesu Kristo. Nanyenyekea chini ya mkono wako, ukanitumia kama chombo kusema na watoto wako na watumishi wako. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye masikio yetu ya rohoni, yakafunguke, tusikie sauti ya neno lako, tusikie nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Ninanyamazisha kimya kila aina nguvu za giza, nguvu za mapepo na mzimu katika jina la Yesu. Ikae kimya kwa Yesu kutolea hai. Roho Mtakatifu tamalaki, Roho Mtakatifu tawala, Roho Mtakatifu tuhudumie sawa sawa na kusudi yako na mapenzi yako. Roho Mtakatifu kabla kwa juu yangu kwenye utumishi, neema yako kabla kwa juu yetu sote, tukasikie kutoka kwako, tukajifunza kutoka kwako, tukaliweke kwenye matendo, ili wewe ujulikane, ili wewe utukuzwe ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tumesifu, watu wengine wakasema tuendelee. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo waagize wale watu wa vyombo, David, Nashoni na wengine wote na ndugu, hakisheni kabla hajafika Jumapili mkae, mwakishe vyombo vinakaa vizuri. Umeelewa? David, umeelewa? Umenielewa sasa hivi? Kaeni, hakisheni mpaka Jumapili vyombo vimekaa sawa. Na kama kuna gitaa itakayopigwa yapigwe. Kama kuna ngoma itakayopigwa yapigwe. Amen. Amen. Hilo nimewaagiza kama mchungaji wenu, mpaka Jumapili mambo yakae sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpe mkono jirani yako, mwambie mchungaji alikuwa amekumisi. Jumapili iliyopita sikuwepo hapa, nilikuwa kule kanisa kuu kwa ajili ya ibada ile ambapo baba askofu alikuwa anaweka mikono mashemasi na wachungaji. Kwa sikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namshukuru Mungu kwamba leo amenipa neema niwe katikati yenu. Amen. Amen. Wafalme wa kwanza sura ile ya 19, tuanze mstari wa 19. Kwenye lile somo letu la kwanza la siku ya leo la kutokana na kalenda ya kanisa Anglikana Tanzania. Somo letu la siku ya kwanza leo, na mahubiri yangu yanatoka hapo kwenye hilo somo hapo. Wafalme wa kwanza sura ya 19 kuanzia mstari wa 19. Hizi ni habari za Elia mtumishi wa Bwana, jinsi alivyomuita Mungu, alivyomuongoza kumuita Elisha. Wafalme wa kwanza sura ile ya 19 kuanzia mstari wa 19. Biblia inasema basi, inaposema basi na maana huyo ni Elia. Basi akaondoka huko akamkuta Elisha mwana wa Shafat aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Elia akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake. Sema akatupa vazi lake. Kwa akatupa vazi lake juu yake, naye akawaacha ng'ombe, akamfuata Elia mbio, akasema, nipe ruhusa nikakuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini niliyokutendea? Akarudi akaacha kufuata, akatoa zile jozi za ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala, kisha akainuka akamfuata Elia akamhudumia. Sasa kusoma pia katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ile ya 2 tukianza mstari wa 7 na kuendelea, Biblia inasema hivi: basi watu 50 wa wale wana wa nabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka
Alipovuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, lau kuniona utalipata. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, katokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, na Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Na Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe akayalarua upande miwili, kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani, akatwaa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Naye akayapiga maji yakagawanyika huku na huko, Elisha akavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka uangalie nilipokuwa nikitafakari katika hii mstari, karibu tunapoandaa mahubiri nasoma masomo yote, kwa sababu kanisa limeturuhusu kusoma ile masomo ya Agano la Kale, somo la haraka, somo la Injili, alafu Roho Mtakatifu anapoongoza mahubiri anaweza kutoka mahali popote. Kwa hiyo nilipokuwa ninasoma katika somo letu la kwanza, macho yangu yalinasa kwenye vazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikaanza kujiuliza, kwenye vazi la Elia kuko nini? Kwa sababu alipokuwa anapita anamuona Elisha analima, yuko boezi na kulima, hakumwambia neno lolote, ila alimtupia vazi lake. Lile vazi lake lilipomgusa Elisha akaacha kazi yake ya kulima, akamfuata Elia, akamwambia, niruhusu muage baba yangu na mama yangu nije nikufuate. Ina maana vazi limeongea kwa niaba ya Elia. Elia akamruhusu yule ndugu, akaenda akachinja ng'ombe. Yaani ina maana kwamba alifika mahali akasema, kuleni nyama hii, maana sirudi tena kulima, sasa hivi naenda kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nilipoenda kule mbele sura ya pili, nakutana tena na Elia na Elisha wamefika mto Yordani. Biblia inasema Elia akachukua lile vazi lake, kwa sababu kuna vazi lilikuwa nalo, akapiga maji yakagawanyika kana chini. Unajua kwenye mtu maji yanapita kwa nguvu sana, yakagawanyika wakapita. Kumbuka kwenye bahari ya Shamu Musa alitumia fimbo, lakini hapa Elia anatumia vazi. Wamevuka mbele kidogo, anamwambia Elisha, mimi naondoka, omba chochote unachotaka kabla sijaondoka. Elisha anamwambia, mimi naomba roho yako maradufu. Maana yake naomba upako ulio nao maradufu. Akamwambia, ukiniona umepata, usiponiona hujapata. Kwa yalipokuja magari yale na ile farasi wa moto, Elia ananyakuliwa kwenda juu kwa kisulisuli. Elisha akalia, baba yangu, baba yangu, lakini kuna vazi likaanguka. Elisha alipolarua mavazi yake, aliokota lile vazi. Alipokuwa anarudi akafika mto Yordani, maji yanapita kama kawaida, akatumia lile vazi, akapiga, akasema, yuko wapi Mungu wa Elia? Na maji yakagawanyika. Swali langu litabaki, kuna nini kwenye vazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nini kwenye vazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa wale wanaandika, kichwa cha somo nimeandika, zitambue athari za mavazi kiroho na kimwili. Zitambue athari za mavazi kiroho na kimwili. Asili ya vazi ni roho. Nilipokuwa nikisoma sasa Biblia, kuanza kufuatilia kwa undani swala la vazi, kisoma katika kitabu kile cha Mwanzo, unakuta Biblia inasema kwamba Adamu na Hawa wote walikuwa uchi na hakuna aliyeona haya.
sura 3 kuanzia mstari wa 7. Walipokula tunda wakajigundua hawana Mungu. Kwa hiyo kuna vazi la kiroho na kuna vazi la kimwili. Kabla hawajala tunda walikuwa wamevikwa vazi. Walipotenda dhambi, lile vazi la kiroho lilitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatengeneza, muda wetu mchache kwa na kutajia tu. Ukisoma kwenye Mwanzo sura ya 3:21 unakuta wale Adamu na Hawa wakatengeneza mavazi ya majani wakajifunga. Mungu alipokuja kuuliza uko wapi Adamu, amejificha. Alipokuja kumwambia umekula matunda aliyokuagiza usile, na kuta wametengeneza mavazi ya majani. Biblia inasema katika Mwanzo 3:21 Mungu akawatengeneza mavazi ya ng'ombe ya ngozi, kwa maana kwamba Mungu alichinja mnyama. Biblia haielezi mnyama yupi, ila alichinja mnyama ili apate ngozi ya kuwavika Adamu na mke wake. Kitu gani anamaanisha? Kwamba aliyebuni mavazi ni Mungu. Wanadamu walitaka kubuni mavazi yao, kuweka fasheni yao. Mungu alikataa. Maana kama Mungu angekubali, asingetengeneza vazi la ngozi kwamba angekubali akaibariki ile vazi lao la majani. Lakini kuwatengeneza vazi la ngozi, ina maana Mungu alikataa vazi alitengeneza Adamu na mke wake kwa akili zake. Akamwambia mimi ndio ninayebuni mavazi, mimi ndiye naweza kukuvika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata mavazi ya maana, vazi ni vitu vinavyovaliwa katika roho au mwili kwa ajili ya kusudi la kufunika mwili, kukinga mwili katika mazingira ya mavazi. Pia yanamtambulisha mtu. Vazi linaweka heshima ya mtu. Vazi linaweka utu wa mtu. Hasa ukiweka tafsiri ya kutokuwa na nguo au kuwa uchi, maana yake ni kupoteza utu wako, kupoteza heshima yako, kupoteza utambulisho wako, kupoteza thamani yako. Kwa hiyo mavazi yamelenga kurudisha utu wa mtu. Mavazi yamelenga kurudisha heshima ya mtu. Mavazi yamelenga kurudisha thamani wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mavazi yamelenga kuondoa aibu ya mtu. Mungu aliwatengenezea leo mavazi ya ngozi kuficha aibu yao, kuondoa aibu yao, kuwapa heshima, kuwarudishia utu wao. Na ndio maana wakati mwingine mtu anaota yuko uchi, anaota nguo yake imechanika, ni Mungu anasema naye, mbele yake kuna kuaibika, mbele yake kuna kudhalilika, mbele yake kuna kufedheka. Unaota umevaa nguo chafu, kuna ujumbe Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa Mungu ndiye alianzisha habari ya mavazi. Ndiye Mungu aligundua habari ya mavazi. Na aliweka hiyo ili arudishe heshima mtu. Amrudishie mtu heshima yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wengi sana wanavaa mavazi pasipo kujua kusudi kwa nini anavaa hiyo anachovaa. Kila vazi kuna kazi yake na namna yake. Maana kabla hujavaa lazima ujue kwanza unaenda wapi. Unaenda kukutana na watu gani? Unafanya kazi gani? Maana haiwezekani unaenda shambani afu vae suti. Amen? Amen. Yaani unaenda shambani afu umeweka jembe begani na umepiga suti au umepiga na moka. Haiwezekani. Haiwezekani unafanya mazoezi jogging umevaa suti. Ukiwa jikoni kuna mavazi ya jikoni. Ukiwa shambani kuna mavazi ya shambani. Ukiwa kwenye harusi kuna vazi la harusi. Na ndio maana kwa Biblia kuna mtu aliingia kwenye harusi hana vazi, walimtoa. Amen. Kwa kuna lazima kwanza ujiulize naenda wapi?
juu ya vazi unalovaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa Mungu alikuwa atengenezea vazi. Alikuwa anasema mwanadamu hawezi kujifunika aibu yake mwenyewe hadi Mungu aingilie kati. Mungu alionyang'anya mwanadamu namna ya kuamua kuvaa, bali afuate uongozi wa Roho Mtakatifu. Avae kwa ajili ya utukufu wa Mungu, sio kama anavyotaka yeye. Maana alipojaribu kubuni mavazi yake, Mungu akasema hapana, lazima tuvae kulingana na Mungu. Na yako mavazi ya aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya muda mimi nataja tu, hata wewe mwenyewe tunasoma. Kuna mavazi ya majani aliyotengeneza Adamu na Hawa. Kuna vazi la ngozi ambapo Mungu alitengeneza Adamu na Hawa. Na kuna mavazi ya mwanamume na kuna mavazi ya mwanamke. Kitaka kusoma nenda kusoma Kumbukumbu la 22:5. Na sasa mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, wa mwanamke asivae mavazi ya mwanamume. Lakini pia kuna mavazi ya kifalme. Na Mungu akikuvika vazi la kifalme kila mahali unatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna mavazi ya kikuhani. Ukisoma katika Kutoka sura 28:2, kuhani Haruni alishonewa mavazi kama unavyoona haya tulovaa, ni mavazi ya kikuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa vazi linamtambulisha. Vazi linamtambulisha mtu. Linamtambulisha mtu. Linatambulisha inawezekana kazi yake anayofanya. Sikia mtu akiingia pale mlangoni, haitaki kuwauliza nyinyi mchungaji pale. Amen. Kwa namna nilivyovaa anajua tu mchungaji yule pale. Ukienda hospitali unahitaji kuuliza daktari kwa wapi, nesi kwa wapi. Kwa namna ulivyovaa unajua huyu daktari, huyu nesi. Amen. Ukikutana na askari kwa namna alivyovaa unajua huyu mgambo. Unajua kabisa huyu ni traffic. Unajua kabisa huyu ni FFU. Unajua kabisa huyu ni JW. Unajua huyu ni JKT. Kitu gani kinakuonyesha? Vazi. Haleluya. Kwa vazi linakutambulisha na kazi yako unayofanya. Vazi linakutambulisha na ujuzi wako unaofanya. Usivae hadi umevaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vazi pia linakupa mamlaka. Hivi umeshawahi kuona viongozi wa serikali sasa wanakuja kule Bujola? Wasukuma wanafanya sherehe zao, alafu wanamvika vazi fulani. Wewe unaona kama maonyesho, kilole na kitu chake. Sherehe ya kimila, vazi ya kimila. Vika vazi na chuchui. Sio wanacheza. Ni roho wanajua wanachofanya. Mnanishangaa nini? Siku hizi matambiko ulivaa vazi. Ndio maana hata dunia anasema vazi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Napenda kutamwelewa tu. Bwana mwambie tutamwelewa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vazi na uwezo wa kutambulisha. Na kuna vazi la mbinguni. Ukisoma Isaya 61:5, vazi la wokovu. Vazi la haki. Ndugu yangu nisomee ile Methali 7:10. Weka vizuri nisomee mstari mwingine. Timotheo wa pili, sura ya 2, mstari wa 9 na 10. Timotheo wa kwanza, sura ya 2, mstari wa 10. Tuanze Methali 7:10. Chapter. Mithali 7:10 inasema, natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwelevu wa moyo. Hujasoma vizuri. Natazama mwanamke akamkuta
ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Ana mavazi ya kikahaba. Yaani huna haja kutangazia huyu ni kahaba. Yaani vile alivyovaa unajua ana mavazi ya kikahaba. Na hayo mavazi yana upako wa kikahaba. Ombe jirani yako, ndio mchungaji tuliopewa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima unapovaa, wewe Kristo ni balozi wa Yesu Kristo. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Yeye Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Kwa hiyo unapotembea unamwakilisha Yesu mahali popote. Watu wakimwona wamuone Yesu ndani yako. Unavaa kinguo ambacho kinaonyesha mambo yako. Biblia inasema ni mavazi ya kihaba. Unavaa sketi ambayo inaacha miguu yako nje. Wale watoto wa mjini wanasema biashara matangazo. Unawatangazia huko watu. Kanisani unatangaza nini? Haleluya. Maana mtu anavaa nguo kiasi kama akidondosha peni, hawezi kuinama hivi akifika. Ni aidha achuchumae hivi, lakini kuinama hivi akayokota hawezi. Anavaa nguo kuko kuna ngazi, hawezi kupita kwenye hiyo ngazi. Yaani mpaka mtu mwingine aje amshikilie. Kunyanyua mguu kwenda ngazi mwingine ni shida. Anavaa nguo akinama hivi manyoya yanaonekana. Nani amekwambia kuna mtu mwenye elimu? Kila mtu ana nyonya yake. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema mavazi ya kikahaba. Maana mtu anavaa nguo akiwa mbele yake hivi unaweza ukaona kabisa nguo iliyoko ndani. Hapa ni baba. Yesu mpenda. Haleluya. Ni lazima vazi lako limtangaze Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kama vazi namna hiyo, upako kama kuna juu yako. Usio kaza kwa mambo kwa mchungaji. Mchungaji naomba niombe, mimi naona majaribu naomba na wewe mwenyewe umevaa mavazi ya kikahaba. Na upako kama umekaa juu yako. Hata unakusumbua tu na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Soma Timotheo kwanza sura ya 5:10. Uko ukifika. Timotheo kwanza sura ya 2:9-10. Wakati natafuta watoto wangu kike nisamehe. Unakuta binti amevaa kiblausi kizuri, lakini tunaishi hapa. Hapo kitofu kiko wazi. Hapo ni Mkristo. Hapo ni mwanakwaya. Nani anataka kuona kitofu chako? Mwambie jirani yako, ndio mchungaji tumepewa sasa. Soma. Biblia inasema vivyo hivyo mwanamke na ajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Mwanamke avae mavazi ya kujistiri. Sio mimi nasema, Biblia ndio inasema. Amen. Amen. Hiyo mama yenyewe mnajua kabisa unavaa nguo lakini unakuwa na kikoi hapo.
Unajua? Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiane mkono bali kama tuna mabibi na kaka, mpende tu mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mavazi ya kuja nao kanisani, kuna mavazi ya kuja nao disco. Lakini unapovaa unafundisha nini jamii? Hivi je, kufikia unanikuta mimi mchungaji, hapo nimevaa suruali inamlegeshea. Sehemu ya makalio yanaonekana. Hata ukiambia mchungaji utakubali wewe ni mchungaji? Hata kama ameambiwa na askofu, unafika unasema sasa huyu sio mchungaji. Maana huko sijui kama ni kweli. Maana kule ndani hata fikiria mtu anavaa suruali imekati hapa. Yaani akitembea ni kama anaenda choo kiko kwenye suruali. Kwa anashindwa kutembea. Ndio ubladhameni. Ndio shetani tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikia. Mavazi yana uwezo wa kubeba roho. Ndio maana vazi alikuwa nalo Elisha lilikuwa na nguvu ya Mungu. Alipomtupia Elisha lile vazi liachilia upako wa nguvu ya Mungu ndani yake. Elisha alisikia wito wa kumtumikia Mungu. Si Elia aliyeongea na Elisha ndio kumtumikia Mungu. Lile vazi lilipotua, ile nguvu iliyokuwa ndani ya ile vazi ikaingia ndani ya Elisha. Yeye mwenyewe akamwambia, mimi niko tayari kufuata. Akaenda akachinja ng'ombe kila kitu. Akasema sasa hapa sirudi tena kulima. Hapa na moja kwa moja kumtumikia Mungu. Na Elisha alimtumikia Mungu maisha yake yote. Hakurudi kulima. Kitu gani kilimtoa kwenye kulima? Vazi. Angalia yale maji yanatii. Lile baada ya Elia ilikuwa na nguvu ya Mungu ndani yake. Alipopiga yale maji yakagawanyika. Na hakurudi mpaka wamepita. Sikia. Elisha anamwambia ukiniona utakuwa umepata. Elia hakumwachia Elisha pesa. Elia hakumwachia Elisha Biblia. Elia hakumwachia Elisha sikini, alimwachia vazi. Lilikuwa limebeba kitu. Na ndio maana Elisha alipochukua ile vazi, alipokutana na maji tena akasema, yuko wapi Mungu wa Elia? Alipopiga ile maji yakagawanyika. Na wakakuta Elisha alifanya muujiza mara mbili alifanya Elia. Alifanya kazi mara mbili alifanya Elia. Kwa nini? Alisema naomba roho yako maradufu. Ile roho ya Elia ilikujaje kwa Elisha? Kwa njia ya vazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa watu wengine wanaelewa na kwamba hivi ukisoma kwenye Mathayo sura ya 9 mstari wa 20 unakutana yule mama alikuwa anatoka damu miaka 12. Biblia usoma kwenye Marko inasema alikwenda akafanywa na kwa waganga wamemaliza pesa zake kule lakini hakupona. Alifikiria tu ndani moyo wake akaweka imani yake akasema nikigusa upindo wa vazi la Yesu shida yangu imeisha. Sio nikimgusa Yesu, nikigusa upindo wa vazi la Yesu. Na alipokwenda na mama alipogusa lile pindo akapona. Hakumgusa Yesu, aligusa nguo alikuwa amevaa Yesu. Na akapokea uponyaji. Mimi nakueleza nguo ina uwezo wa kubeba roho. Iwe ni roho ya Mungu au ni roho ya shetani. Nguo ina uwezo wa kubeba roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisomee Matendo ya Mitume sura 19. Ule mstari wa 12 na 11 12. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 11 na 12. Biblia inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Miujiza ya kupita kawaida.
hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Rudia tena, hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakaondokea. Huyo ni Paulo anahubiri Injili. Mungu anamtumia, nguvu ya Mungu imejaa ndani yake. Biblia inasema hivi, wakaletewa wagonjwa, hata ile leso, ile kitambaa cha kufuta usoni, watu walikuwa wakigusa kile kitambaa wanapokea uponyaji. Wakigusa nguo za Paulo wanapokea uponyaji. Kwa nini? Nguvu ya Mungu imejaa kwa Paulo, imeweka kwenye nguo za Paulo. Elewi, nasema hivi. Sikia, hata kule ukichukua uza madaktari, kama mtu amekufa na hawamkagui, wakichukua nguo yake, lile jasho la nguo yake lilioko kwenye nguo, wanaweza wakapima wakapata vinasaba vyake, wakatambua huyu ni fulani. Inaweza, na ndio maana serikali ilipiga marufuku hii nguo za mitumba za ndani, kwa sababu zinakuja na magonjwa. Maana kama alikuwa amevaa, alikuwa na upele, na ule anayenunua akavaa, anapata upele. Unielewi nini? Sio unagombea nguo za marehemu. Inategemea marehemu alikuwa na roho ipi. Kama alikuwa mwishiraki, sikwambia sasa usipate nguo za marehemu kazitumia. Nataka kukwambia, chukua hizo nguo, fua, piga pasi, lakini weke mikono, ziombee zitakase kwa damu ya Yesu. Ile roho zilizobeba zitoke. Ukienda kununua nguo ya mtumba, usivae tu na nguo nzuri. Ifue, ipige pasi, na uweke mikono, uitakase kwa damu ya Yesu, kwa sababu ile nguo ya mtumba kuna mtu Ulaya kavaa kwanza. Kama huyo mtu alikuwa shoga, wewe una uhakika roho ya ushoga itakufuata. Sikwambia usinunue nguo ya mtumba, kwa sababu hata ukienda dukani, nenda kaangalia Wahindi, nenda asubuhi wakati wa maduka, kuna vitu wanapulizia kwenye zile nguo. Kuna ubani wanapulizia kwenye zile nguo. Ni roho hiyo wanaweka. Basi mimi sikanunua mtumba, nimeenda kununua kitambaa, nimeshona sawa. Hiko kitambaa kimepuliziwa nini? Siniangalia kama mlioni, nasema mavazi. Nani mnanishangaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Lazima utakase kwa damu ya Yesu. Ninazungumza na yule mtu ambaye anasafiri mara kwa mara. Unafika hotelini unalala. Hujui ile taulo aliyetangulia alitumia kwa namna gani? Hujui ile shuka aliyelala mara kabla hujalala alikuwa na kitu gani? Tuishi moja, Mungu alikuwa anashuhudia. Yaani kuna mtu alikuwa anafuatilia, akienda kufanya semina mahali fulani, ile hoteli anayolala, akimaliza semina, akiondoka tu, yeye anaenda anachukua kile chumba, angalau analala siku mbili, apate upako ule mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio mtu anaweza kuchukua nguo yako akakulonga kwa nguo, akaipeleka kwa mganga wa kienyeji, kaisemesha. Na ndio maana sasa kuna mtu anambeba mgonjwa, yuko mganga yuko hapa anaumwa, hawezi kuja kwenye mkutano wa nje. Wanaenda kuchukua nguo yako wanaileta kwa mhubiri. Mhubiri anaweka mikono nguo, anaiombea, afu anachukua nguo anaipeleka kwa mgonjwa, akivaa anapokea uponyaji. Kwani nguo inaweza kubeba roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua huyu besti wangu fulani tunavaliana sawa. Valiana ni tu. Lakini unajua huyu besti wako ana roho ya namna gani? Angalia ndani yako, ndio unamuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
wengine akitaji nani. Na ndio maana mtu hawezi kuja kanisani hapa na night dress. Unajua night dress? Sema night dress. Hata kama Kiingereza unaweza sema night dress. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mavazi ya kimila. Ndio mnaambia pale Bujola, kimwangalia kipindi fulani alikuja kiongozi wao na akaenda pale. Walimvisha vazi fulani la ngozi fulani, ilikuwa si chui, si ndio? Au angalia viongozi wengine wakienda kwenye makabila mengine wanavishwa vitu vile vya kimila. Wamama mpo na vazi la Kimasai, unaelewa Masai? Na heleni za Kimasai. Sawa, mimi sikatai usivae. Umeliombea? Maana lile ni vazi la kimila, umeliombea? Sio sasa mtukaje amekataa usivae. Kasikukata. Mimi swali langu, umeliombea? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata kwa watu wengine nikisema watoto wa mdogo mnanielewa. Nikisema watoto wa mdogo mnanielewa. Ndio maana kanzu za kwetu na kanzu za watoto wa mdogo ni vitu tofauti. Hata kuna wengine afanya mimi ni mtu wa jamii bana na piga kanzu ya watoto wa mdogo, napiga na kofia. Anajiona yuko sawa. Roho ile lazima ifuate. Wengine wanavaa vile vitu kama watoto wa mdogo. Wanaacha kasura hapo. Sawa? Na wenzao wakwambia unapendeza. Lakini hiyo roho iliyoko nyuma ya mavazi, wewe unapiga kusumbua. Usije kadai maombi, nimekueleza. Hapo msemi hapo kwa sababu yako kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona mtu anavaa t-shirt, hapa mbele kuna fungu la kichwa. Maana yake ina roho ya mauti, naye anatangaza, natembea na roho ya mauti, natangaza, natembea na roho ya mauti. Niko nayo hapo. Kwa sababu sio kwamba yule aliyechora picha ya fungu la kichwa hana akili. Ana akili timamu, na ndio maana amechora, ana makusudi kabisa. Hata kuna mimi msukuma tu navaa. Kisha la kijani na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unavaa t-shirt hizi ina roho ina picha ya nyoka. Umependeza sawa. Mimi sina nguvu ya kupendeza. Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisome ile Mathayo sura 22 mstari wa 11 na 13. Mathayo sura 22 mstari wa 11 na 13. Mathayo sura ya 22 mstari wa 11 mpaka 13. Biblia inasema, lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akamwambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Sasa kilichomtoa huyu kwenye harusi ni kukosa vazi la harusi. Na usishangae duniani kuna sare. Sare sio bablaita, sare sio nani. Kumbuka kama kuliko duniani kuna harusi ya mwana kondoo. Kasoma Biblia vizuri. Kuna harusi ya mwana kondoo. Bwana harusi ni Yesu Kristo. Sisi wote bibi harusi. Kama huna
vazi hilo kwenye harusi ya huko mbinguni uingii. Maana kitambulisho cha kuingia huko mbinguni kwenye harusi ya mwanakondoo ni vazi. Na ndio maana Isaya 61:10 kuna vazi la wokovu. Weka hata wokovu sawa, lakini kuna vazi la wokovu. Biblia inasema kuna vazi la haki. Duniani utakuwa umevaa, umepiga suti, umependeza, lakini mbinguni uko uchi. Katika mambo kimwili unaonekana umevaa, umependeza, lakini mbingu zikikuangalia, Yesu akikuangalia anakuona uko uchi. Kwa nini? Huna vazi la wokovu, huna vazi la haki. Na vazi la wokovu alinunuliwa dukani, analo Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia, kitu gani nakwambia? Kuna mahali unaweza kukosa kazi kwa namna ulivyovaa. Unaitwa tu kwenye interview, unatokea tu pale, yaani na wale kabla hawajakuona. Kwanza huyo hatufai. Kuna mahali unaweza kukosa kuolewa kwa sababu ya namna unavyovaa. Kuna mahali unaweza kukosa mke kwa sababu unavyovaa. Kuna mahali unaweza kukuta ukashindwa kupata marafiki kwa kufanya biashara kwa namna unavyovaa. Utakuwa sasa huyu sifanye naye biashara. Hata watu wengi wanajua ni mwaminifu sana. Waingereza sema the first impression is the last impression. Ule muone wako wa kwanza ndio huo wote wanaendelea nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wamevikwa mavazi ya ugonjwa. Sio hata hospitali kuna mavazi yake. Mtu akiwa mgonjwa kuna mavazi. Kiroho umevikwa mavazi ya ugonjwa. Kutoka gonjwa hili na kuja gonjwa hili. Kutoka gonjwa hili na kuja gonjwa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanaota hawana nguo, wanaota nguo zao zimechanika, wanaota nguo zao chafu. Biblia inazungumza habari ya mavazi machafu. Inawezekana Mungu anasema na wewe kwa kitu cha kiroho. Uelewe. Au sasa unaota umefukuza mpaka nguo imechanika. Unarudi kwa Yusufu alitoka bio na yule mama akashika ile kanzu yake mpaka ikachanika. Mungu anasema na wewe kuna vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vazi lina athari zake kiroho, lina athari zake kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama kuna mtu ana roho ya kukataliwa, afu unaenda kuvaa nguo zake, kafu unashakala wewe una kibali kwa watu. Kama kuna mtu ana roho ya uzinzi, au unavaa ile nguo yake bila kuiombea, ile roho inakufuata. Kaangalia wachawi, nguo zao zina rangi kama mbili tu, nyeusi, nyeupe. Sio, unanielewa? Amen. Wanakuchanganya nyeusi na nyeupe. Sasa kachukua nguo za kichawi vaa. Hata kama sio mchawi, yale mapepo yanakufuata. Sema na vitu vyetu. Kwa hiyo zile nguo, maana kabla ya kuzivaa anaziweka wafu. Hizi nguo tukishatengeneza kabla ya kuzivaa tunaziweka wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa kama ule mtu alikuwa na roho za kushindwa, unakuwa na roho ya kushindwa. Kwa kuna mavazi matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mbinguni nimekwambia kuna vazi la wokovu na jina la mtu litaandikwa kwenye vazi lake. Sababu 19:16. Ufunuo 19:16. Ufunuo 19:16. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 16. Biblia
jina limeandikwa katika vazi lake na vaja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Asante. Jina utakalopewa mbinguni lazima liandikwe kwenye vazi lako, sio vazi hili unaovaa kimwili. Isaya 61:17, kuna vazi la wokovu, kuna vazi la haki, jina hilo litaandikwa. Unataka ilo vazi la kiroho la mbinguni, ni lazima ukubali Yesu kwa Bwana mkombozi wako. Maana Yesu pekee yake ndio anaweza vazi. Yesu pekee yake ndio anaweza kuvika hiyo vazi. Vinginevyo huwezi kupata vazi. Haupati katika njia nyingine yote, ni kwa kumkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mimi kuhubiria na kupaka mafuta, lazima nikwambie ukweli. Unataka kwenda mbinguni, kuokoka ni lazima. Ila kama una mpango kwenda mbinguni, unaweza kaja na habari ya Yesu. Lakini kama unataka kwenda mbinguni kabisa, ukapokea zawadi na thawabu yako kwa jinsi ulivyotumikia Mungu mahali yako, kwa sadaka zako ulizotoa mahali yako, kuokoka ni lazima. Haleluya. Yaani hapo simunyi maneno. Unataka kwenda mbinguni, kuokoka nini? Lazima. Ila kama una mpango kwenda mbinguni, hiyo habari nyingine. Vazi. Je, una vazi la wokovu? Je, unapovaa unavaa kwa ajili ya kumtukuza Mungu? Ni maswali ya kuuliza. Simama kwa miguu yako moja. Futa macho yako na kumshukuru Mungu sasa. Funga macho yako niombe. Ikiwa ndani ya moyo wako unatamani asubuhi leo nikuombee ili Yesu Kristo aingie ndani ya moyo wako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu akupatie vazi la wokovu. Mahali ulipoonyosha mkono wako, niombe kwa ajili yako. Asante. Nyosha tu mkono wako, usiogope. Asante. Asante. Ulinyosha mkono katika jina la Yesu. Sogea tu hapa mbele, niombe kwa ajili yako. Ulinyosha mkono, sogea tu hapa mbele, usiogope, njoo tu. Hata kama uko kule nyuma na kusubiri, njoo tu, usiogope. Sogea tu hapa mbele, niombe kwa ajili yako. Ulinyosha mkono, sogea tu mbele hapa, niombe kwa ajili yako. Uliyesogea kwa mbele, weka mikono yako yote kifuani. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako jinsi nilivyo, na dhambi zangu zote na makosa yangu yote ninatubu. Kuanzia dakika hii ninamkataa shetani na kazi zake zote katika jina la Yesu. Ninakubali wewe Yesu uingie ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, na kuomba unifute katika kitabu cha hukumu na uniandike katika kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Bwana Yesu,
na kuomba univike vazi jipya la wokovu, vazi la haki katika jina la Yesu, vazi la utakatifu katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya upendo wako na neema yako. Tulia niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tazama watoto wako wamekuja hapa mbele. Mungu, wametangaza kabisa kwamba wamemkata Shetani na kazi zake zote. Naomba Roho wako Mtakatifu aingie ndani yao, awe Bwana na Mwokozi wa maisha ndani yao, akawakaishi sawa sawa na Mungu unavyotamani waishi. Uwavike vazi la wokovu, uwavike vazi la haki, uwavike vazi takatifu katika jina la Yesu Kristo. Ukawaondolee mavazi ya mkosi, ukaondolee mavazi ya kukataliwa, ukaondolee mavazi ya nuksi katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo ikabali kwenda kuwatakasa. Uwasaidie Bwana, asiwepo hata mmoja wa kupotea, bali Mungu kila mmoja akaulisi uzima milele, na jina lake likaandikwe kwenye vazi takatifu hapo Mungu katika ulimwengu wa roho umewapatia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Damu yako ya thamani kawalinde na kuwatunza katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Amen. Piga makofi kwa Yesu. Naomba shangilia Bwana kwa makofi. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 7 2026. Mungu kwa neema yake ametupa neema. Tumemaliza miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2026. Kuna wengine walianza mwaka sasa hivi wamekufa, wamezikwa, ni marehemu. Lakini Mungu ametupa neema sisi tuko wazima. Kuna wengine hawajaona huu timu ya pili ya mwaka wako stari. Lakini neema iliyoje kwetu sisi tuko hai. Neema iliyoje kwetu sisi tukuja kumwabudu Mungu leo. Na ndio maana siku ya leo tumeweka sadaka ya kumshukuru Mungu kwa kutulinda na kututunza miezi 6 yote, na ametupa neema ya kuingia mwezi wa 7 timu ya pili ya mwaka huu wa 2026. Na tunamwomba Mungu kupitia sadaka hii atusaidie, atulinde, atutunze katika timu nzima hii ya kwanza mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba usimame, shika sadaka yako. Kama una bahasha, naomba wazee wa kanisa wapende wapateni watu bahasha kwa ajili ya sadaka ya shukrani ya kuvuka mwezi. Mungu ametupa neema, tumevuka mwezi wa 6, tumeingia mwezi wa 7. Mungu atupe neema, tumevuka miezi 6. Si kitu rahisi, unaweza kuona kawaida, lakini sio kawaida. Ni neema ya Mungu, ni neema ya Mungu. Naomba watu wote tusimame, kama una bahasha kwa hiyo bahasha. 16 tenzi.
Tazama umesema katika Zaburi ya 50 mstari wa 3 na kuendelea. Umesema atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayekutukuza. Sisi tunakuja na sadaka yetu ya shukrani. Mungu, tunajua kabisa bila wewe tusingeweza kuimaliza miezi 6 ya kwanza. Wewe ndio uliyetutunza kutoka Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei mpaka Juni na sasa tumeingia Julai. Tunajua ni mkono wako umetukinga na magonjwa, umetukinga na ajali. Kuna wengine wamefukuzwa kazi lakini sisi bado tuko kazini. Sio kwa sababu sisi ni wajanja sana, ni neema yako. Na ndio maana tuna sadaka ya kusema asante, sadaka ya kurudisha utukufu na heshima. Umetutunza, umelinda watoto wetu. Wengine wamefiwa na watoto, lakini Mungu umelinda watoto wetu. Baba, tunasema asante. Pokea utukufu, pokea heshima na uwezo. Kuna mambo mengi umetenda katika miezi 6. Neema yako Mungu tumeiona kwenye biashara yako, tumeiona neema yako katika miezi 6 iliyopita. Mungu, kwenye kazi yako tumeiona neema yako katika miezi 6. Mungu, kwenye ndoa zetu tumeona neema yako kwenye hii miezi 6. Tumeona neema yako kwenye maisha yetu ya Bwana. Hata maana tuko mahali hapa tunasema asante. Tumekamata sadaka ya shukrani, tunakurudisha utukufu na heshima. Imani yetu iko kwako katika jina la Yesu. Tunaiunganisha sadaka hii na sadaka ya damu ya Yesu. Tunapoachilia madhabahuni pako Mungu, tusaidie hii miezi 6 inayofuata kuanzia Julai mpaka Disemba. Neema yako itutangulie pale ambapo tulishindwa kuvuka miezi 6 iliyopita, sasa tuvuke. Pale ambapo hatukufanikiwa huku, sasa tufanikiwe. Pale ambapo tulishindwa huku, sasa tupate ushindi. Tuone uso wako, tuone neema yako, tuone kibali chako katika jina la Yesu. Sadaka hii tunaiunganisha na sadaka damu ya Yesu. Sadaka hii kanene mema kama ulivyopokea sadaka ya Kornelio ikanena mema, na sadaka hii nene mema kwa ajili ya biashara zetu. Sadaka hii nene mema kwa ajili ya kazi zetu. Sadaka hii nene mema kwa ajili ya mavuno yetu. Sadaka hii nene mema kwa ajili ya miradi yetu. Sadaka hii nene mema kwa ajili ya uzao wetu. Sadaka hii nene mema kwa ajili ya maisha yetu katika jina la Yesu. Pokea sadaka hii Bwana na ufanye kitu kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Na watu tuseme amen. Wakati ndugu yetu anatuongoza katika wimbo huu, lete hiyo sadaka mahali hapo.